Okay guys, hebu tumsikilize huyu jamaa. Ndugu, kwa sababu kila mtu yoyote anaweza akakugeuka. Sasa kama baba mtu wanasema mnyonge mnyongeni, lakini haki yake mpeni. Nimeona hili sakata la huyu Hamza sijui ambaye amemuua baba yake na mjomba wake. Kitendo alichokifanya cha kuua sio kizuri, na ninakikemea na nitaendelea kukikemea, na sheria lazima itachukua mkondo wake. Lakini sababu kwa nini alifanya ndio niko hapa kuiongelea. Huyu kijana alikuwa anaishi South Africa. Media haiongelei kuhusu hichi, yenyewe imefocus na mauaji, lakini baba yake marehemu na huyo mjomba wake walikuwa wanatumiwa pesa za kujenga. Alikuwa akituma pesa za kumjengea nyumba, wakawa wanakula, wanamtumia picha fake. Ametoka South Africa baada hizi hekaeka za kufukuzwa, amerudi akitegemea na akiwa na matumaini kwamba naenda kwangu. Kufika hakuna cha nyumba, wanaishia kula chumba kimoja. Hicho kitu kimemkwaza sana, na mpaka kumpa hasira kufikia kufanya vitendo kama hivyo. You understand what I'm saying? Na ndio hichi kitu tunachoongea kila siku. Jamani, mtu akikuamini tekeleza, kama huwezi mwambie. Na ndio maana natoa kula, mnemzungusha naishia kula chumba kimoja, hamumsaidii. What do you expect people to do? Watu wana break down because of that. One dance wanateseka huku, na huyo ni moja tu. Wengi hapo wana historia zao, ukiwasikiliza unatamani kulia. So hayo ndio maoni yangu. Ahukumiwe kulingana na mujibu wa sheria, lakini haki yake nyinyi mnomtetea marehemu, kama mlishiriki kula pesa, mrudisheni pesa zake, ahukumiwe nazo. Okay guys, how are you? Mr. Keleleni hapa kama kawaida. Leo nimekuja na reaction video nyingine ambayo hii kidogo imekuwa disturbing, kwa sababu kwanza nimetoka kwa mtu ambaye huwa anamheshimu sana, bro Eli David. Lakini ni yeye mwenyewe amereact kulingana na kwa hisia, hajatumia fact. Yeye amereact kwa hisia kulingana na habari aliyoisikia na yeye alipo. Huyu jamaa anakaa Canada, kwa hiyo anajua mikasa mingi sana inayotokea kwa wana diaspora. Okay, kitu cha kwanza kabisa amesema kweli kuhusiana na mtu ambaye amefanya haya mauaji, huyu kijana ambaye alikuwa anaishi South Africa, lakini kuna taarifa zingine nyingi hana. Kwa hiyo amereact kulingana na hisia, kulingana na hisia ambazo zimewatokea watu wengine. Kitu cha kwanza tunakemea, mimi mwenyewe nakemea hali yoyote ya mtu kujichukulia hatua mikononi. Kwa mfano kama hivyo dogo amekuja maua wazazi wake wawili, yeye amesema ameua mjomba wake, hapana, ni babake na babake mdogo. Of course kingine ni kwamba kabla ya yote ilitakiwa kwanza yeye inatakiwa afanye utafiti. Yaani inatakiwa afanye utafiti kabla ya kwanza kureact kwa hisia. Ukiangalia video hii hapa ina watu wengi sana ambao wamecomment hapo chini, wapo kama 899, na kuna wengi sana wanamwambia anachongea ni uongo, kwa sababu wengi ambao wanaishi naye mtaa huo mmoja wanasema kabisa huyu kijana kwenye hali aliyokuwa nayo haiwezekani yeye alikuwa hana uwezo wa kutuma nyumbani hata shilingi 10. Kwa mimi nimefuatilia mkasa wote na nimejaribu kuangalia channel tofauti, nikaja kugundua kwamba kitu cha kwanza, kuna matatizo mengi sana huwa yanatokea katika jamii zetu na watu wanakuwa na matatizo ya akili. Kwa hiyo kitu cha kwanza kabisa, huyu dogo anaonekana alikuwa na matatizo ya akili, na alivyoenda South Africa inavyosemekana alikuwa anatumia madawa ya kulevya. Kwa hiyo hata alivyorudi alikuwa na hali ambayo sio nzuri, yani ya kichwa, na akawa anagombana na baba yake na babake mdogo. Sababu kubwa ya kugombana nao wote sio kama anayosema Mr. Eli. Yeye alikuwa anataka urithi wa nyumba ya babu yake. Yaani yeye ndo anataka urithi wa nyumba ya babu yake. Kwa hiyo kesi zao zilikuwa kubwa sana. Alikuwa anataka kuwachoma visu baba yake na babake mdogo, wakawa nakimbilia. Walishaka kumkamata mpaka akampeleka hospitali polisi kulingana na ushahidi ambao ameutoa mwenyekiti wa serikali za mtaa wa hapo. Akanasema hao washaniletea hii kesi zaidi ya mara moja, tunampeleka hospitali, lakini hawa wenyewe walikuwa wafuatili kesi. Umeona? Kwa hiyo kamweka kule, akikaa wanamrudisha wanamtoa kwa dhamana. Kwa alichokisema Mr. Eli ameongea kwa hisia. Najua kwa nini ameongea kwa hisia, sababu kubwa kuna matukio mengi ya watu wa diaspora ambao wanatokea nje wanawatumia ndugu zao pesa wawajengee nyumba na kufanya vitu kama hivyo, kwa sababu wanatumia hizo. Lakini kikubwa zaidi
hawa watu ambao wanaoamini na kuwatumia hizo hela za baba, mama, mjomba, shangazi, wao wana zile hela. Mtu akija huko anajua mimi na nyumba yangu na nini, nakutana na matatizo. Kikubwa zaidi wanachotakiwa kufanya kwa wale wote ambao diaspora wanakaa nje, wajitahidi kufanya nini? Waweze kujitahidi kutumia njia tofauti. Kuna mambo ya masoko ya hisa, kuna mabenki account, kuna sehemu za uwekezaji kama UTT, kuna mifuko mingi, Umoja Fund, sijui Vertex, ipo mingi sana ambayo inaweza kuruhusu wewe uweze kuwekeza. Bado kuna rate sijui ngapi ambazo Tanzania real estate investment, zile real estate investment nini, zile companies zipo, kuna baadhi ambazo wanakujengea. Kuna mashirika ya nyumba NHC pamoja na watumishi housing pamoja na mengine makampuni ya binafsi ambayo yanaruhusu mtu ambaye ni nani ujenge nyumba au ununue nyumba ulipie kidogo, kitu ambacho kwa diaspora wengi wanaweza. Kuna gorofa nyingi zinajengwa ambazo wao wanaweza kununua na wakaachana na hiyo changamoto. Hii ni kesi ambayo ilikuwa imetokea kama wiki 3 zilizopita, almost wiki 3 zilizopita, kama hapo mnavyoiona. Kesi hii hapa ya huyu dogo alimuua babu yake pamoja na baba yake mzazi. Umeona, baba yake alimpiga na gongo kichwani, babu yake alimpa sumu. Umeona, na ukiangalia katika hayo mazingira wanasema huyu dogo alikuwa anaishi kwa nani? Anaishi kwa bibi yake. Kwa hivyo kuja kuishi naye hapo ndo hayo matatizo yalitokea. Hii ni kesi ya wiki kama moja iliyopita. Hii inatuambia nini sasa? Kitu ambacho watu wengi wanatakiwa tujue ni kwamba hapa inatutaarifu kwamba sasa hivi hata sisi matatizo ya akili yamekuwa mengi sana katika nchi yetu. Kwa hiyo kuna baadhi ya watu wengi sana ambao wanaugua, na mtu akileta hizi dalili, hebu mchukue tahadhari. Sometimes unaona dogo kama eleweki, aidha wa kiume au wa kike, lazima umchukue tahadhari. Na vijana wengi mtu akikosa kipato, hilo ndo tatizo linalokuja. Tunajua mambo ya depression na nini, hata hao wa diaspora wanajua huko nchi za wenzetu. Hao wana socialization. Kiasi kwamba kinasababisha haya matukio kama haya yatokee. Unaona? Kwa hiyo hapo. Alafu kuna hii nyingine ndio hii hapa ya baba mzazi ambaye ameuliwa pamoja na nani. Kwa hiyo ukiangalia hapo unakuta hizi ni kesi mbili ambazo zimepishana kama wiki 3 kutokea. Kijana kaoa babu, kamuoa baba yake na babu yake, huyu hapa kaoa baba mdogo na baba mkubwa. Lakini kitu ambacho anaongea Mr. Eli hapa, iko kitu ni taarifa ambazo wamepewa ambazo sio sahihi. Taarifa ambazo wamepewa sio sahihi. Kwa hiyo kwa mfano kama ukiangalia hapa, hii comment ya kwanza kabisa ya huyu sijajua ni nani, Amona anazungumza kwamba mshaditungia habari mnatembea nayo tu. Kwa tunaomjua sio wa kutuma hata senti moja kwa babake. Kwa hiyo ugomvi wao udogo alikuwa anataka kuachiwa nyumba ya urithi ya babu yake. Na huyu mmoja wapo kati ya mtu ambaye anaishi naye huko anathibitisha kabisa kwamba sio mtu ambaye wa kutuma pesa. Kwa hiyo Mr. Eli hapa kaingia chaka. Kingine, jamani, tusio tunachukua reaction ya kuanza kutetea kwamba kama anavyosema bana haki yake apewe hata kama anaenda kunyongwa nayo. No. Hiyo sio sahihi, na bro umekosea kureact na kuweza yani kama kuhalalisha mauaji kwamba yani ndo haya matukio wanawafanya watu wakishakosa hivyo vitu. Hiyo kitu hakitakiwi. Kama upo nje unataka kujenga nyumba, tumia njia halali, zipo nyingi tu. Msio mnatumia manjia ya kizamani kwanza kwa kutumia watu pesa. Kuna soko la hisa la Dar es Salaam linaruhusu watu kuwekeza kutoka nje. Yaani kuna sehemu nyingi ambazo watu wanao uwezo kufanya uwekezaji. Nyinyi wa diaspora mnaweza kufanya hivyo. Unaweza kujiwekea huko and then ukaja huku ukaja kununua nyumba moja kwa moja. Kama viwanja ukanunua viwanja na nani, wewe mwenyewe ukiwa unaona. Sio kwanza kuwategemea watu. Okay guys, have a nice day. Thank you.